Mimi naitwa Saidi Wenje, wengi wananifahamu kwa jina la Wenje. Mimi Hawa ni mtu wangu wa karibu sana, ni rafiki yangu wa karibu sana. Urafiki wetu mimi na Hawa mpaka sasa hivi unakaribia miaka zaidi ya 18 au 20. Ulipitiliza kwenye undugu, kwenye urafiki, sasa ukaja kwenye undugu. That's why unaona sasa hivi familia imeniteua mimi kuja kutoa ratiba na kuwa naongea kwenye media kama hivi. So tumeitana hapa ili tupeane ratiba rasmi au ratiba kamili kuanzia mwili utakapokuja mpaka kwenda kupumzisha. Tarehe 18 Ijumaa mwili utaingia Dar es Salaam pale airport kwa ndege ya Emirates saa 7:55. So tutatoka hapa saa 5 kuelekea airport kwa ajili ya kupokea mwili. Tukipokea mwili pale tutakuja nao hapa nyumbani. Inategemea ni saa ngapi kwa sababu pale tena mwili ukishaingia mambo ni mengi. So muda wa kufika hapa au kutoka airport kuja hapa inategemea ni muda gani, lakini tukitoka airport tutaelekea hapa nyumbani. Na mwili utalala hapa nyumbani kutoka Ijumaa mpaka Jumamosi. Jumamosi asubuhi saa 3 tutatoka hapa kuelekea Maamur, Upanga pale msikiti wa Maamur kwa ajili ya kuosha na kuandaa. Pale tutaswalia pia pale. Kila kitu tutamaliza pale. Baada ya swalati dhuhur na baada ya swalati jeneza, tukitoka pale tutaelekea makaburi ya Kisutu kwa ajili ya kumpumzisha dada yetu, ndugu yetu Hawa. Karibuni sana. Kwa labda kwa kusisitiza ni siku na muda. Siku Ijumaa tarehe 18 saa 5 asubuhi tutatoka hapa nyumbani kuelekea airport kwa ajili ya kupokea mwili. Tukipokea mwili sasa hapo hatuna muda kwa sababu hatujui nini kita happen pale airport. Nyinyi mnafahamu. Yes. Tukitoka pale airport tutakuja straight hapa nyumbani na mwili utalala hapa nyumbani. Sawa, kuna utaratibu wote labda kwa watu kwenda hapo airport au kila mtu atakuwa na mfumo wake labda kwenda, au ni familia tu au mtu yote aruhusiwa? Mpaka sasa hivi tulikuwa tunazungumzia swala la kwanza usafiri wa kubeba mwili. Lakini usafiri wa kila mtu kwenda airport kupokea, sisi kama familia tunajaribu kuliongea hilo, lakini kutokana na Hawa alivyokuwa na watu wengi wanamfuatilia, watu wengi wanampenda kulingana na kazi yake aliyokuwa anaifanya, na tunafahamu Hawa ameugua miaka takriban 8 na watu wengi walikuwa wanamfuatilia. So sisi kusafirisha watu kwenda kumpokea airport na kumleta hapa, sidhani kama tutaweza kumudu hiyo. Ila watu wanakaribishwa kwa atakayeweza kuja kwa ajili ya kwenda kumpokea na kumleta hapa. Hakatazwi mtu. Sawa. Ila sasa sisi swala la kusema tusafirishe, unaweza kukuta Dar es Salaam nzima iko hapa. Utawezaje kusafirisha hao watu kuwapeleka airport, kuwatoa airport kuwaleta hapa? Hizo ni gharama nyingine. So kwa atakayeweza, karibuni sana tukampokea dada yetu hiyo siku ya tarehe 18 saa 7:30. Saa 7:55 ndio ndege inatua. So ndege ikitua mwili utatoka saa ngapi ni inategemea sasa. Yes, karibuni. Ambacho kimetokea nchini India akiwa kwenye matibabu na alikuwa anakaribia kurejea Tanzania, na marafiki wameweza kujitokeza hapa kwa ajili ya kuja kufariji familia. Dada kwa msiba. Ni huzuni ambao umetanda wa hali ya juu, marafiki wakiwa wamekuja, lakini hata cha kuzungumza wanaishiwa kabisa. Ndivyo hali ilivyo hapa nyumbani. Haya ni majira ya saa 1 usiku, na hawa ni waombolezaji, lakini pia kuna dada yake, kuna mdogo wake na kuna marafiki ambao wako hapa kwa namna moja au nyingine. Wewe ambaye unaendelea kutazama kupitia chombo chako ambacho unakitazama sasa hivi, basi endelea kukaa na sisi kuweza kujua taarifa nyingi, lakini ninapata nafasi pia kuzungumza na mdogo wake aweze kutuambia mara ya mwisho kuzungumza na marehemu dada yake Hawa ilikuwaje. Dada
na wale wadada walikuwa yani kiukweli, yani Mungu awazidi kuwa awajalie, yani kwa sababu walikuwa wanamsikiliza hao, kwa sababu walikuwa wanapenda, nataka unipikie noodles, anapikiwa, anasema nipikie kwanza wali, anapikiwa leo mkaninulie basi samaki. Kwa hiyo unakuta yani, lakini bado wale walikuwa wanaenda hawachoki. Na hiyo ilikuwa tunaona kwa sababu ya kupona, anapata appetite ya kula kila kitu. Kwa hiyo anakula kidogo, anakula kidogo, anakula kidogo. Anaweza kala baadaye nipasheni kile chakula changu. Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa ana appetite ya kula, alikuwa yuko happy, mnaongea hivyo. Safari yako wewe na Hawa marehemu ilianzia wapi? Mlijuana vipi? Hawa yani tulikuwa, mimi nilikuwa ni mtu nafahamu naye anafahamu, lakini tulikuwa hatuko karibu kabisa. Okay. Yaani kama hivi unakutana na mtu mnasalimiana ananijua, lakini hatukuwahi kuwa karibu kabisa. Wote tulikuwa tunakutana kwenye vitu mbalimbali, lakini hatukuwa karibu kabisa. Zaidi tumeanza kuwa karibu wakati Hawa anaumwa, ndio ile kwenda kumfanyia interview, naye alikuwa akiwa na shida ataniambia hivyo, kwa sababu alikuwa ameshanizoea, ameshanifanya kama dada, ameshanifanya mtu wa karibu. Hata mtu akiwa anamuuzi atakwambia Daimelda na shida, naomba nisikize, naomba unisaidie hivi. Anaweza kaniambia shida yake, anaweza akalia, yani kwa na vitu vingi. Okay. Nakumbuka kuna siku moja nilikuja hapa nyumbani nikamkuta hayupo, na alikuwa ameniambia nije. Sijui alikuwa ameuzika nini, mwenyewe akawa ameondoka. Sasa mamake kaniambia Daimelda, hebu ongea naye afu mwambie unaondoka uji tena. Basi nikamwambia Hawa, nimefika nyumbani kwenu haupo, na tumeahidiana, kwa sababu alikuwa apokee simu. Nikamtumia kwenye simu ya rafiki yake alikuwa nayo. Nikamwambia mwambie mimi nimekuja nyumbani hayupo na ninaondoka, sirudi tena. Akapiga simu akasema Daimelda please nakuja sasa hivi dakika 2 niko hapo mlangoni. Na kweli dakika ngapi akaja. Mama akasema afadhali ngoja nije nikaongee naye. Basi maana sio aliuzika nini. Okay. Ni kitu gani bado kinaendelea kubaki kama kumbukumbu kwako kutoka kwa Hawa? Hawa alikuwa msichana mwenye roho nzuri sana. Watu ambao wa nje labda hawamfahamu. Hawa alikuwa hata kama yeye hana hii nguo atakupa wewe uvae ya baki. Okay. Kwa hiyo alikuwa ni msichana, yani wenyewe familia yake wanamjua ni shangazi, kama ni shangazi, ni shangazi wa pekee, kama mama mdogo ni mama mdogo wa pekee. Yani hawa watoto wadogo zake, watoto wa kaka zake, yani wale wanamuona kama almasi. Kwa hiyo Hawa alikuwa ni mtu mwenye roho nzuri sana, yani sana sijawahi kuona. Na hilo kila mtu ukimuuliza atakwambia ana roho nzuri mno. Okay. Ameacha watoto ngapi? Mtoto wake mmoja. Na mume? Hajawahi kuolewa. Okay, sawa. Natamani pia nifahamu hili. Kabla umauti kumkuta, alikuwa anatarajia kurudi nyumbani Tanzania siku hii ya leo. Ina maana alikuwa akianza safari pengine mpaka kesho angekuwa tayari ashaingia Tanzania. Ulipata nafasi ya kuzungumza naye labda? Nimezungumza naye juzi, mimi nilikuwa nimeenda Bumbuli. Okay. Akanipigia simu. Wewe mimi nakuja tarehe 15. Wewe uko Bumbuli, utawahi kunipokea kweli? Nikamwambia kwa nini sikupokee? Nitawahi kukupokea. Akasema Bumbuli mwenyewe naondoka leo, wewe utatoka kule mpaka utoka tarehe 10 mpaka uje kufika kesho yake tarehe 15. Kwa hiyo mimi nitakuwa nimesharudi. Akasema haya. Kwa hiyo hivyo tumeongea.